Asia anasema nakumbuka haya yalikuwa ni mazungumzo kati ya mimi na rafiki yangu ambaye nilikuwa namueleza kuhusu huyo mbaba. Ndio. Nikimueleza amenisaidia, yeye ndiye amenisaidia mwenzangu, alinipa kiasi cha fedha na nikaanza kufanya usajili na hatimaye sasa nimeanza kupata hata vitenda viwili vitatu vinaniwezesha mimi sasa hivi angalau kupata chochote. Lakini pia nilimueleza huyo rafiki sijaishia hapo mwenzangu, sasa hivi natafuta kaji ofisi. Angalau na mimi nipambanie upande huu, maana unaona kwenye swala la ajira labda sio fungu langu. Kutegemea kwamba nitakavosaidiwa kama hivi au kutafutiwa ajira. Mtu haweza kutafutia ajira hivi hivi. Mimi nilikuwa nawaza lazima mwisho wa siku katika msaada huu naopewa mimi kama msichana, mwisho wa siku hapa lazima barter trade itendeke. Yani lazima tufanye mabadilishano. Nipe kazi, nipe mtaji, nikupe mwili wangu. Si ndo watu wanaishi hivyo? Yani ndo hivyo yani ndo hivyo. Mtu anakuunganishia nafasi ya kazi, kama hutampa fedha basi ana connection na familia yako, atafanya kwa ajili ya babako, atafanya kwa ajili ya nani. Wachache wanafanya kwa sababu tu wameguswa ndani ya mioyo yao kufanya. Kuna mtu hapa anaelewa. Tupo katika nafasi ya kupambania ajira kwa jasho la damu. Unacho unapata, huna unakosa kabisa. Kama wewe ni masikini, unatoka familia masikini, hauna kukushika mkono, pengine kupenya kwako kunatakiwa kibali cha Mungu kabisa. Wewe unatakiwa uwe na maombi ya kuomba Mungu akupe kibali. Mahali utakapokanyaga uende ukaonekane. Maana hakuna atakayesimama mbele yako, inabidi Mungu ndo asimame mbele yako. Awaagize malaika zako kwa sawasawa na imani yako kwamba Mungu nitangulie, vinginevyo unaweza ukasota hapo kwa muda mrefu sana. Ndo tunaishi katika ulimwengu ambao uko hivyo. Asia anasema kwa hiyo kutarajia kupendwa nilikuwa naiona hiyo, lakini haikuwa hivyo. Huyu ni baba au ni kaka mbaba, kwa sababu nikisema mbaba unaweza kuwa na imagination kama ni mtu mzima. Hapana, ni mkaka mbaba. Yani hayuko kwenye wa vijana kwamba jana, yani ni mkaka fulani. Hakuwa na time hiyo. Yani yale niambia unahitaji ushauri, ni shauri, lakini kuna mtu nimekuunganisha naye ambaye anafanya field kama wewe, pambana. Kula kwa jasho lako. Ukiamua kuacha ya mambo ya fail, utaamua wewe umeacha ya fail, yani ubaki tu, lakini pambana kwa jasho lako, ule cha jasho lako. Yani tuliishia hapo. Asia anasema basi siku zilizidi kusonga mbele na mimi mapambano yalikuwa ni makubwa sana, na huyu mtu ambaye alinikutanisha naye kiukweli amekuwa msaada mkubwa sana. Kwa kunielekeza, kwa kunipa video vidogo kwa sababu bado mimi ninaanza, kwa hiyo nazidi ku experience kazi, nimetoka chuo na nini, kwa hiyo bado naendelea na mapambano madogo. Nakumbuka siku moja nilifeli tu kumsalimia mimi. Narejea tena, huyu sio mtu ambaye alikuwa akinicheki kwa message au kwa kunipigia. Hapana. Yani kwamba alishamaliza na mimi basi ameshanitendea wema, imeisha, anaendelea na maisha yake. Mimi niliyetendewa nakumbuka ule wema alionitendea. Kwa hiyo naona ni vyema muda umesogea angalau nimsalimie. Asia anasema nilinyanyua simu yangu na kumpigia. Simu iliita hakupokea. Iliita hakupokea. Nikamtumia message. Nikamsalimia, nikamwambia si unaendeleaje? Basi nilisema nikusalimie, nikutakia wakati mwema, lakini bado nakumbuka ule wema ulionitendea, maana naendelea vizuri sana. Asante kwa mtu pia ambaye ameniunganisha naye, ameendelea kwa msaada mkubwa sana kwangu, amenifanyia wema sana, nakushukuru sana. Asia anasema ile message ilikuja kujibiwa baada ya siku 2. Yule mtu alinijibu na kuniambia, Asia, nimefurahi sana kupata ujumbe wako kwamba unaendelea vizuri. Basi endelea kupiga kazi na Mungu akutangulie. Nikamwambia asante. Sasa mtu kama umemtumia message na amekujibu kwa message, utampigia tena? Huwezi kumpigia tena. Nikaendelea na shughuli zangu za hapa na pale na mapambano yangu, na hesabu toka yule kaka aliponisaidia
kwa msaada wa fedha kwa ajili ya usajili wa hiyo kampuni yangu, na msaada wote alionipa kuniunganisha. Ilipita miezi 9. Yani miezi 9 ilipita. Yani huyu kaka hakupigia, hakutumii message. Mimi nazungumza hivi, nazungumza kwa sababu natamani ninavyozidi kuzungumza huko mbele utaelewa kwa nini nina share na wewe hiki. Asia anasema, jamani, nimetendewa wema. Narejea tena, nimetendewa wema. Siku 6 nilikuja kumpigia tena. Hii safari alipokea. Akaniambia, Asia, yani wewe utaishi miaka mingi sana. Nikamwambia kwa nini? Akasema, si nilikutana na huyo ndugu yako nilokuunganisha naye ambao mpo kwenye field hiyo moja mnapambana. Nikamwambia ehe. Akaniambia, yule binti anapambana sana, atafika mbali sana. Nikamwambia, jamani, ndo alikwambia hivyo? Akasema aliniambia hivyo. Akasema una bidii sana. Sema, akaniambia kama ukipata support ya mtaji utafika mbali zaidi. Nikamwambia ni kweli. Ni kweli kabisa. Sema hatujapata muda kukutana nikakupa feedback, umekuwa uko busy. Akasema ni kweli, nimekuwa niko busy. Nimelikuta niko na safari nyingi. Mambo yamekuwa ni mengi sana. Unajua niko wapi? Nikamuuliza, ni wapi upo? Akaniambia, niko pale pa siku zile ninapopenda kukaa pale. Njoo, kwani uko wapi? Nikamwambia nipo tu. Akaniambia, njoo bwana, njoo. Basi Asia anasema basi na mimi nikajiandaa na moja kwa moja nikaelekea mpaka kwa huyu kaka. Atueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Asia. Asia anasema basi makutano yetu yalikuwa ni ya furaha kwa sababu hatujaonana muda. Nikamwambia na unaendelea vizuri? Akaniambia naendelea vizuri kidogo. Hapa katikati nilikuwa nasumbuliwa na tumbo, mambo yamekuwa mengi sana, lakini nakuona sasa unaendelea vizuri. Nikamwambia naendelea vizuri. Basi tukala pale, yuko kaka anaendelea kunywa. Yani muda wote mimi ninapokutana na huyo kaka, yeye anakunywaga pombe. Basi tumekaa pale, nikamwambia mimi najua nyinyi mnaweza mkaendelea kunywa mpaka asubuhi, ngoja mimi niende. Akasema siku hizi nimepunguza, majukumu yamekuwa mengi sasa hivi. Nikisema nini mpaka muda ukaenda sana, najikuta asubuhi ninachelewa kwenye kazi za watu. Kwa hiyo hapa unaondoka, ngoja tuondoke wote. Nikamwambia sawa. Basi kawaida yuko na dereva. Yule dereva akawa ameshaandaa gari, tukaingia kwenye gari na safari ikaanza. Akaniambia kila kitu kiko sawa, zaidi ya kuhitaji huo mtaji. Nikamwambia kabisa. Akaniambia nikwambie kitu, endelea kuona soko la field yako. Yani usikimbilie sana kutaka ukubwa zaidi. Endelea kuona namna ambavyo hiyo biashara inaweza ikawa, kwa sababu una msingi ambao unao. Endelea kuzungusha huo msingi na itakusaidia kuwa mzuri zaidi katika hiyo field yako. Nikamwambia yani kweli, ni kweli. Basi tukazungumza hayo. Akanipeleka mpaka karibu na maeneo ya nyumbani, nikashuka nikamwambia asante. Akasema haya, nikushukuru sana, nimefurahi pia kukuona sana. Mimi bwana niko busy, lakini ujue ninakuombea. Najua mafanikio yako wewe bwana ndio mafanikio ya sisi pia. Siku tumekwama utakumbuka wema wetu, tutasalimiana. Ujue tu hata kama tuasiliani tunapoteana, lakini ujue kwamba ninakuombea tu mema. Nikamwambia asante, nashukuru sana. Asante. Mimi nikaendelea na mambo yangu. Nimeendelea na mambo yangu na mapambano yangu. Siku zimezidi kusogea, kwa sababu nakumbuka message ya mwisho nilomtumia, nilimtumia kwamba asante, nashukuru kwa siku ya leo, nao nimeshafika home, asante. Haikujibiwa. Yani aliisoma na hakujibu. Sasa siku zimeenda jamani, tangu na hesabu siku ile tulipokutana ni miezi kadhaa ikawa imepita. Nilipigiwa simu na rafiki yangu yule ambaye aliniunganisha kazi. Akaniambia, nimempigia simu yule sasa ambaye aliniunganisha mara ya kwanza. Ananiambia yuko hospitali. Nikamwambia anaumwa? Akasema hamna, yule kaka aliyekusaidia yule mtaji nasikia anaumwa. Nikamwambia wewe usiniambie.
naumwa sijui matumbo, yani sijui kaka ni mlevi sana, sijui acid imezidi tumboni, yana hata sielewi. Nikamwambia mpigie. Nikamwambia sijawasiliana naye muda sana, unajua. Mara mwisho nimtumiaga message hata kunjibu. Akasema unajua watu walevi bwana, hebu jaribu kumpigia mtu aliyekusaidia, anaumwa, mcheki. Basi na mimi ile katika hali ya kusema jamani yule kaka, nami nikampigia, kweli akapokea. Amepokea, akaniambia Sia za kwako? Nikamwambia nzuri. Anapenda sana kuongea sauti kubwa. Nikamwambia niko salama. Akaniambia nimeumwa Sia, lakini nimepona. Nikamwambia akasema niliumwa sana, ila nimeruhusiwa sasa hivi, niko nyumbani sasa hivi, naendelea hapa kupambania afya, nirudi kwenye majukumu ya kazi. Nami sikumwambia kama nimeambiwa unaumwa. Nikamwambia pole sana. Nimekaa tu nikawa nimekukumbuka, nikasema nikusalimie. Akasema nashukuru sana Asia, lakini niko vizuri sasa hivi, yani niko poa kabisa. Sasa mtu anakuambia hivyo, ina maana hata access ya kusema kwamba nikamuone, mtu anakuambia yani niko poa kabisa. Sasa hivi naanza michakaliko ya kurudi mtaani huko. Sasa nikamwambia sawa basi, nimefurahi kukusikia, asante sana. Tukamaliza hapo. Haya, anatueleza ndugu yetu anaitwa Asia. Asia anasema natamani katika kila hatua ninayoongea haya ninayoyasema mtu mmoja anielewe, kwa sababu nakoelekea natamani hivi ambavyo vya mwanzo vitakuwa na maana zaidi katika safari yangu ambayo nimeipitia. Ndio ndugu yetu anaitwa Asia, na vipengele viko vingi, lakini natamani katika hatua hizi tuweze kupiga hatua pamoja. Nikupeleke mapumziko dakika chache msikilizaji, kwa sababu nitarejea hapa, na nikirejea tutaendelea mbele zaidi kuyasikia haya ambayo ndugu yetu anaitwa Asia akiendelea kushia pamoja nasi kuhusu maisha. Sawa. Haya ni mapumziko ya dakika chache sana. Yes, tunasogea mbele zaidi msikilizaji katika siku njema ya leo, katika mkasa ambao tuko nao katika msimu huu wa ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Asia. Asia anashia nasi haya mengi katika safari yake ya maisha. Asia anasema basi mimi bado naendelea kupambana. Mapambano ni makubwa sana. Hii shughuli nafanya ukuaji wake ni mdogo. Lakini sikosi chochote cha kuweza kunisaidia kujikimu na kiu yangu. Natamani nione nasogea mbele kabisa. Kwa hiyo mimi niliendelea na maisha yangu. Najua mtu utakuwa unampa na mtu unapowasiliana na mtu uweze kuendelea kuwasiliana naye sana kama hakupi nafasi. Mtu unatuma message leo ya kumsalimia, anakuja kukujibu baada ya siku 3. Na sio kwamba haioni, labda anaiona. Unaona, ina maana sio muhimu sana kwake. Okay. Siku ile aliponieleza kwamba niko poa lakini nilikuwa naumwa, nilimtumia message na kumjulia hali yako, vipi kuhusu hali yako, umesharejea kwenye majukumu kama kawaida? Hakunijibu. Kwa hiyo mimi niliendelea tu na maisha yangu na mapambano yangu kama kawaida. Zilipita siku. Siku moja katika mazingira yani ni sio yategemea, yule kaka alinipigia simu. Mambo Asia? Nikamwambia poa. Za kwako? Niko poa. Niambie kazi? Nikamwambia hivyo napambana. Akaniambia naona changamoto zimekuwa nyingi. Nikamwambia yani kuna muda hadi naona kama yani sijui ndo naanguka kabisa, ila kuna muda najipa moyo. Akasema najua. Uko wapi? Nikamwambia niko tu kwenye mahangaiko huko ya shughuli zangu. Akaniambia sawa, leo unaweza ukawa na nafasi jioni tukaonana? Nikamwambia ni sawa, tunaweza tukaonana wapi? Pale unapenda kunywa? Akasema sasa hivi nimepunguza kunywa kidogo. Daktari aliniambia nibadilishe aina ya kinywaji kidogo, maana nilikuwa nasumbuliwa sana na acid. Kwa sasa hivi na kunywa hivi wine kwanza, una afya yangu inaendaje? Nikamwambia basi vizuri. Akasema sawa, basi ukiwa free utaniambia. Nikamwambia poa. Basi nimeendelea na shughuli zangu, kweli nikawa niko free. Nikamtumia message, akanipigia, akaniambia nikuelekeze mahali nilipo. Nikamwambia sawa. Basi akanielekeza mahali alipo, na mimi sina gari rafiki yangu, mimi natumiaga tu vyombo vya moto vya umma. Kwa hiyo tena
napenda sana bodaboda, bajaji, daladala, ndo usafiri wangu huu. Kama na muda zaidi wa kutosha wanatumia daladala, unaweza ukajikuta uko barabarani muda mrefu, kuna shughuli ya haraka sana, basi hapo lazima nipambane na pikipiki, nimeshazoea. Kwa nikachukua usafiri wangu mpaka mahali aliponielekeza. Nimefika nikampigia. Nimempigia akaniambia sasa hapo utabidi utafute usafiri wa hapo ili huyo mtu niongee naye, nimuelekeze mahali hapa nilipo. Unaweza kutafuta pikipiki au unaweza kutafuta watu wa bajaji kwenye hilo eneo ulipofika hapo. Nikamwambia sawa. Yani mimi sikuuliza kwamba ni wapi na hiyo ni bar au ni nini. Yani mimi nilitikia wito. Kwa sababu najua ni mtu ambaye hana madhara, yani naona tu ni mtu ambaye hana shida. Basi ikawa hivyo. Anatueleza anaitwa Asia. Asia anasema basi nilimpata dereva hapo, nikampa kaongea naye, akamuelekeza. Na yule dereva kaanza safari, twende. Nimefika, akaniambia hapa tumefika. Nikamwambia okay. Nikampigia. Nikamwambia tumefika hapa uliposema tu bodaboda afike ndo tumefika. Akasema sawa. Umeliona geti la rangi fulani? Nikamwambia njoo nimeliona. Akasema basi ingia hapo, kuna mtu atakufungulia. Asia anasema basi si ndio nikaenda nimeenda kwenye hilo geti, si ndio nikafunguliwa. Kufunguliwa sasa ndio kuingia humo ndani. Wanakuambia mjini usimdharau mtu. Usimuone mtu cha pombe anashindaga baa, uweze kujua na stress gani na nini kinamsonga. Unaweza ukasema pesa zake anamaliza kunywa pombe, unaweza kumjaji vile unavyomjaji, lakini huyu kaka anaishi maisha mazuri. Yani itoshe tu kusema sijui mambo mengine mengi, lakini nyumba anayoishi very classic. Sijui ameoa, sijui ana familia, mimi sijui, lakini kana ni mtu anayejiweza kiuchumi. Na hapa kwenye parking niliona magari matatu. Magari matatu. Tena sio magari madogo. Nikizungumza hivyo ina maana sio vigari vidogo dogo. Ina maana magari yale ya juu matatu. Mmoja wapo ambalo mimi nimeshaliona mara kadhaa akiwa ananichukua. Na uwezi amini hata nilishawahi kufuatilia gharama ya ile gari. Usiniulize kwa nini. Ndio hivyo yani. Yani ndio hivyo yani. Nilijuaga gharama hiyo gari ikiwa mpya ikiwa used, maana niliipenda. Ndio hivyo. Asia anasema basi nimefika, nimekaribishwa na dereva. Yule dereva siku ile nilikwambia akanipeleka maeneo ya nyumbani kule. Karibu sana za siku. Nikamwambia nzuri. Nimefurahi kukuona bwana. Nikamwambia asante. Karibu sana. Nikamwambia asante. Akanipeleka mpaka sebleni. Kweli nikamwona yule mkaka yuko pale sebleni. Akanikaribisha, karibu sana Asia. Yani sikuweza kutoka leo. Yani leo mimi nikasema tu nitulie nyumbani. Lakini nikasema tunaweza tukakutana tukashia mawili matatu. Nikamwambia vizuri, basi tukasalimiana pale, nikaketi. Akaniambia unaendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri. Hebu niambie nini zaidi kinachosumbua? Nikamwambia yani kama ulivyosema siku ile, wakati mwingine unaweza ukaanzisha kitu usitarajie ukubwa kwa mapema sana. Kwa hiyo nimejifunza kutulia kwanza, kuendelea kupata experience na kuendelea tu kujifunza kuwa bora zaidi, ili watu nao kutana nao nikifanya nao kazi watamani kurudi tena kwangu na tufanye kazi tena. Nimekuwa napitia changamoto, huduma nayotoa pengine imekuwa haiwatoshelezi. Kwa hiyo unakuta mtu harudi kwa sababu kunakuwa na changamoto za hapa na pale ambazo hizi sasa zinahitaji ni za kifedha. Kwa hiyo unajikuta na fixed kiaina. Mwisho wa siku watu wanakuwa hawapati huduma ambayo inajitosheleza. Akaniambia nakuelewa. Nimekuelewa. Unajua tuliongea akimtaja yule ambaye tulikuwa ananisaidiaga kwa ushauri na nini. Akasema tulipata nafasi ya kuongea. Nafikiri yeye amekuwa na pia ameanza muda mrefu. Hii sasa imempa faida sana. Nikamwambia kabisa. Akaniambia lakini unajua niliongea naye kuna vitu zaidi pia yeye ameenda amejiboost zaidi kwa kupata course
nafikiri ni muhimu pia. Unaweza ukakuta umeingia kwenye field ukajikuta ulikuwa yani umetoka chuo unahisi kama hii field inaweza nikaimaster vizuri kwa sababu, lakini ukakuta kwenye uhalisia kiutendaji unaweza ukajikuta uko empty. Yani sio kama, yani sio kwamba huwezi, lakini unajikuta kuna vitu unatakiwa ujue zaidi. Kwa yeye alienda, na ndio maana amekuwa bora. Yule amekuwa bora sana. Yule akifanya kazi na mtu, huyo mtu lazima arudi. Yani ana tekniki zake hizo, ana namna anafanya kazi imekuwa unique sana. Kwa kila mtu akifikiria, hata mteja akikutupia, mwisho wa siku mteja anarudi anamlalamikia, bwana yule nini na nini, kwa sababu hizo ambazo mimi nilikuwa nikifanya ni hizo ambazo zinahusu masuala ya usafirishaji. Kwa hiyo yule bwana huduma zake zimefanyaje hizi bwana. Kwa hiyo ni kwa sababu pia mazingira yangu yamekuwa bado hayako vizuri. Vitu vingi ni vya ukipata tenda unakodi yani mambo yanakuwa hivyo, yanaenda mdogo mdogo sana kwa sababu hakuna mtaji wa kutosha. Ndio anatueleza haya, anaitwa Asia. Asia anasema tulizungumza mambo mengi, lakini aliniambia mimi ni mpishi mzuri sana. Nikaambia okay, lakini mule ndani mimi niliona picha yake tu. Sasa huyu kaka sijui hajaoa, I don't know. Lakini hatujazoeana hivyo mimi nianze kumuuliza kwani unaishi peke yako? No, hatujazoeana hivyo. Na ni mtu ambaye ameonekana hayuko interested, yani ni rafiki, mshauri ambaye anaweza kanishauri, na ni mtu mwenye huruma. Unajua kwenye ulimwengu wa leo kukutana na mtu ana huruma kama huyu sio kitu rahisi. Watu kama hawa kwenye maisha hutakiwi kuwapoteza, kwa sababu ukiwa na changamoto anaweza akawa leo hana, lakini kesho anaweza kufanyia mpango akakuunganisha na mtu. Kuna mtu mwingine anaweza asikupe fedha, lakini akakupa connection ambayo inaweza kukupa fedha na ikakusaidia katika maisha yako kwa namna moja ama nyingine. Kwa mimi nilimuona ni mtu wa thamani kwa namna ambavyo alikuja kwenye maisha yangu. Nimemuona ni mtu mzuri. Asia anasema basi alipika. Yani niko hapa, alipika, alikuwa na mwenye vitunguu na mwenye nyanya. Akasema mimi najua hadi kupika kisamvu. Nikasema yani huyu kaka kama hajaoa haoi tena. Ukimwona mwanaume mpaka anapika kisamvu. Tena bora hata siku hizi visamvu unakuta vinauzwa huko. Vinauzwa vimeshatwangwa, vimewekwa humo na viungo. Lakini ile mwanaume anachukua kisamvu, anaanza kuchambua. Anaenda kwenye chungu, kwenye kinu, anaweka, anaanza kutwanga. Kisamvu kinatwanga mpaka kinalainika. Anaweka humo na mazagazaga mpaka kinakuwa laini, anakipika. Anakitia nazi. Hiyo balaa hiyo balaa. Naniambia najua, yani tena nakupikia wewe hiyo nanilia hiyo mboga mimi nakupikia kitaalam sana. Nikipika unaweza kusema amepika mtaalamu gani? Nikasema we jamani, uko najishangalia mimi mwenyewe nasema jamani, wanaume wa hivi wanaume wanajua kupika hawa ni hatari kabisa. Basi nakwambia ulipikwa wali moja nakwambia. Wali umeiva vizuri kabisa, mboga imeungwa utazani kama zile mboga zimeungwa za hotelini hivi. Unajua mtu anasema chakula hiki kama cha hoteli hivi. Vitu vimewekwa, ndo chakula alichopika. Unakionaje? Nikaambia awe ni mpishi. Ulijifunza wapi kupika? Asa mamangu alikuwa anajua sana kupika. Alikuwa anapika mama mpaka anauza, kafika level mpaka kana sehemu anauza chakula. Kwa hiyo ametufundisha sana kupika. Sisi wote nyumbani tunajua kupika. Nikaambia jamani, vizuri sana. Ni elimu nzuri mamako alikupa. Hii ni vizuri hata pia kuwarithisha watoto wako pia na wao wakajua kupika. Akasema Mungu akinijalia watoto nitawafundisha vizuri sana. Yani watakuwa wakipika haijalishi wa kike au wa kiume. Nikaambia kwani hauna mtoto? Akasema sina mtoto, sijaoa na mimi siko tayari kupata mtoto kabla ya kuwa ndani ya ndoa. Kajisemea jamani. Haya. Makubwa umri huu mtu huyu hajaoa jamani. Nikasema moyoni,
haya, na anajua kupika hivi, na nyumba ilivyo safi hivi, au wale ndo wanaume wenye magubu wale. Lakini nikasema hayanihusu tu, na tukapiga stories hapa na pale, tukapiga story. Akaniambia leo nataka nikusindikize mimi mwenyewe nyumbani. Kweli akanisindikiza. Nimefika mpaka nyumbani. Jamani, mimi sasa hivi natamani nihame nyumbani, natamani kuhama, niweke mambo yangu vizuri jamani, yani natamani vitu vyangu viseto. Lakini ndio hivyo, bado napambana. Maeneo ya nyumbani aliponishusha akaniambia nitaangalia, nitakushauri vitu gani unaweza ukafanya, lakini kuna kitu ambacho nimekifikiria, nitakuunganisha na mtu atakupa elimu ya masuala ya mikopo, ili kama unaweza ukachukua mkopo ujue huo mkopo unaorejesha vipi. Lakini kuhusu kwenda kupata kozi fupi, nafikiri nitakutumia uone unaweza kufanya nini kuongeza maarifa katika hiki unakifanya, kwa sababu ndio umeamua kuingia kwenye hiyo field, lazima ujiweke sawa. Nikamwambia asante, tukaagana hapo, asante, ikaisha. Kwa hiyo ulikuwa muda mzuri sana, na yeye ndo alinipigia simu akaniambia bila shaka umeshafika nyumbani, umeoga na sasa unalala. Nikacheka tu, nikamwambia kabisa, umejuaje? Yani ndo unalala? Akasema haya, asante, nimeshukuru kwa kampani yako, nikutakie usiku mwema. Nikamwambia asante, nami pia ninashukuru sana. Asia anasema basi nataka nishare jambo nawe. Sijui huyu kaka aliona nini kwangu, I don't know, kwa sababu toka mwanzo namna ambavyo tulianza kuwasiliana, vile alivyokuwa, sikuwahi kujua kama anaweza kawa na interest yoyote na mimi. Lakini siku ile nimeenda kwake, nimetoka kanipigia, nilipoamka hata asubuhi pia alinitumia message. Huyu ni mtu ambaye nilikuwa naweza nikamtumia message akaja akaijibu baada ya siku 2. Huyu ni mtu ambaye unaweza kumpigia simu zake na hapokei. Lakini nili experience katika siku kadhaa akinipigia simu, akinisalimia, akinipigia simu akiniambia umeona nimekutumia baadhi ya vitu uone hapo ambavyo unaweza ukasomea kwa muda mfupi ukajibrush. Umeona? Anamwambia ndio nimeona. Anaanza kunifafanulia, ananifafanulia sana. Ananiambia sasa hivi mimi nataka nikale chakula, wewe unakula nini? Yani hizo stories zikachange vile mwanzo tulikuwa tunaulizana tu kiheshima na nini. Yani sasa hivi tukajikuta tunaanza kupiga stories hapa na pale, stories tukatoka kwenye story. Akaniuliza una boyfriend? Nikamwambia sina mwenzangu. Akasema haiwezekani. Nikamwambia sina. Why? Nikamwambia tuliachana na mtu wangu. Kwa nini? Una muda gani? Nikamwambia. Akasema why sasa? Ina maana msichana mrembo kama wewe, nyinyi wasichana warembo mnakaga bila mpenzi. Yani nyinyi mpo sokoni, yani anatoka mtu anaingia mtu. Yani unaambiwa mtu kabeba ndoo kichwani alafu ana kidumu mkononi. Yani umezingua, ana kidumu chake anakisogeza kinakuwa ndoo. Nikacheka nikamwambia hapana, inategemea mtu na mtu. Inategemea mtu na mtu. Kwa mimi nimejifunza na ndio naishi hicho nilichojifunza. Nikipita changamoto yote ya mahusiano tuka break up, nimejifunza kupata utulivu na kujiuliza why nilifikia pale, kuna makosa gani yalitokea mpaka mahusiano yale yakaribika. Yani waga najipa muda, sikurupuki. Akasema vizuri. Tukaendelea kupiga story, nikaja nikagundua kaka hajawahi kuoa, huyu kaka hajaikoa, huyu kaka hana mtoto. Na anatamani sana kupata mtoto. Story. Nakupenda Asia. Nakupenda. Namuuliza ulianza kunipenda lini? Anasema unajua mimi yani na maisha yangu tu nilishaumia kwenye mapenzi, kwa hiyo sifosigi mambo. Lakini niliona vile ambavyo kuna muda unajali, unaweza ukanitafuta. Tunakaa naona siku unanitafuta, niliona una moyo wa kukea. So ile moyo wa kukea nikaanza kukufikiria. Na kuanza kukufikiria nikaona umeingia moyoni, umeingia mazima. Basi mwisho wa siku jamani mambo ndo haya. Mimi jamani nimempenda pia huyu kaka. Naona tu tunaweza tukasogezana kwenye maisha, alafu sijakutana na mwanaume ndio tunaanza from the scratch. Ile kuanza from the scratch tunaanza kwenye chumba kimoja, sijui umo tunalala, kuna ndoo zetu 2 za kupikia. Mungu amenijalia nimepata mtu ambaye kiukweli yeye alishapambanaga huko. Kwa mimi nenda tu kuongeza nguvu. Nikampenda kana dhamira ya kunioa. Baada ya kukaa kwenye mahusiano na kihesabu kama miezi 9 tukaoana.
ndoa. Ni mume wangu, ni mume wangu, ndio. Vipi kwa wewe rafiki yangu ambaye upo kwenye YouTube, unanisikia vyema pia? Sawa, karibu sana katika sehemu yetu ya 3 ya ripoti ya leo, msikilizaji. Ndio. Kuna mambo hapa naweka sawa. Ndugu yetu anaitwa Asia. Asia anaendelea kushare nasi haya katika safari yake ya maisha. Asia anasema basi huyu akawa ni mume wangu, mimi nikawa ni mke wake, na haya ni maisha ya safari mpya kabisa ya ndoa, mimi pamoja na mume wangu. Asia anasema nilipoanza kuishi na huyu mwanaume ndani ya ndoa, nataka nikwambie nilianza kuexperience maisha tofauti kabisa. Sijui. Inawezekana hata kuna wenzangu walikuja kwa huyu kaka, walipata muda wa kukaa naye kwa muda fulani, walishindwa. Labda walishindwa pia ni kwa sababu walikuwa hawajafunga ndoa, ilikuwa rahisi labda kuweza kuachana na hayo mahusiano. Jamani, ukaka ni mlevi. Yani anakunywa kuliko nilivyokuwa nafikiri. Yani anaweza akarejea nyumbani saa 7 usiku. Akirudi, yule dereva wake kama kawaida anamshusha hapo, anamleta mpaka mlangoni hapa sebleni, ndo nampokea, ndo nampeleka chumbani. Akienda chumbani ni amejitupa, hageuki, ndo mpaka panakucha. Nataka nikwambie maisha niliyofurahia ni ya muda mfupi sana, na sijui nini alitumia ambacho kilimfanya awe anajizuia kunywa kwa kiwango hicho. Kwa hiyo yeye ni kazi, yeye ni pombe. Lakini nilipata ujauzito mapema sana nilipoingia kwenye ndoa. Kwa hiyo niko na ujauzito, lakini huyu mwanaume yeye ni mtu wa pombe. Sio kwamba hana upendo, lakini anapenda pombe, naona kuliko mke, kuliko chochote. Yani maisha yake ni pombe. Nilikuwa nikilalamika sana. Kwa sababu kuna muda namuhitaji. Lakini nataka nikwambie huyu mwanaume ni mwanaume ambaye akitaka yeye, yani yeye akikuhitaji ndo uwe available, lakini sio wewe ukimuhitaji. Na sentensi yake mara zote nimechoka sana. Wakati mwingine mimi kama mke ninahitaji angalau kwa hali nilokuwa nayo ujauzito, angalau nikae na mume wangu tufurahi. Yeye ni pombe na marafiki. Nilijifungua mtoto wa kwanza. Haya ndo maisha ambayo naishi. Yani kama ningekuwa nimekaa kwenye mahusiano na huyu mwanaume kwa muda, nikajua hizi tabia alizonazo hizi za kiwango hiki, mimi sijui kama ningekubali kuolewa na mwanaume mlevi kiwango hiki. Unajua kuna siku anarudi saa 11 asubuhi. Saa 11 asubuhi anarudi nyumbani. Na akirudi hapo yuko na dereva wake, ni moja kwa moja atajiegesha hapo. Saa 2 anaoga, anabadilisha mavazi, anaenda kazini. Mwanaume ambaye sio kusema kukaa na familia tule chakula pamoja. Yeye uko wapi? Unakumbuka ile baa? Ndivyo vitu anavyoniambia. Niko hapa na washikaji zangu. Mwanaume ana magrupu ya WhatsApp mpaka ya watu waliosoma nao shule za msingi. Jamani, ajabu kushangaza. Mtu mzima kama huyu ana grupu ya washikaji zake walisoma shule ya msingi. Eti pia waga wanakutana kuchoma nyama. Huyu wanakutana pia kubadilishana mawazo. Mlisoma nao shule ya msingi, mnabadilishana mawazo kuhusu nini? Mimi namwambia, una marafiki wengi, wana faida gani? Ananiambia, ni maisha ulinikuta nayo. Hukuyajua hayo? Si ulijua? Mimi na wewe mara ya kwanza tunakutana wapi? Si tulikutana ba? Kwa unataka kunibadilisha maisha yangu? Hayo ndo majibu aliyokuwa akinijibu. Lakini hanipigi, haninyimi huduma, yani kuhudumia, yani kuhakikisha chakula kipo, mavazi yapo, mahitaji yote
kwa mwanamke anayapata kama mavazi, kila kitu. Huyu ni mwanaume kwenye hilo eneo the best. Yani nyumba haiko na njaa, chochote kinachohitajika kipo. Yani na mimi biashara yangu kwa kupitia mume wangu imebadilika sana, kwa sababu alinipa mtaji mkubwa ambao uliinua biashara yangu kwa kiwango kikubwa sana. Na hata nikawa nimeajiri watu pia ambao naweza nikawalipa vizuri ili biashara yangu iende vizuri. Lakini nataka nikwambie, mwanaume wangu ni mlevi. Nikaambiwa huyu mwanaume atakuwa na rogo kwa sababu huyu mwanaume ana uwezo mkubwa sana. Yani ana uwezo mkubwa sana wa utendaji wa kazi. Watakuwaga huyu wanamloga hivi, inawezekanaje mtu kunywa pombe hivyo? Na mimi nikasema pengine huyo baba wamemroga jamani. Yani sasa tuko na familia tena na mapombe na yeye. Sipati hata muda wa kufurahi. Kwa hiyo maisha yangu yakawa ni kulalamika, nalalamika asubuhi, nalalamika jioni, nalalamika usiku wa manane, nalalamika. Tumeenda baada kama ya miaka 3 toka tumepata mtoto wetu wa kwanza, nikashika ujauzito mwingine. Mungu akanibariki nikajifungua mtoto. Lakini maisha ndo yale. Nilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya ndugu, na ndugu yake mmoja aliniambia, nikwambie usisumbuke sana na huyu mtu sio muhuni. Unaelewa? Ulishawahi kunoti mazingira yote yana mwanamke? Nikamwambia hapana, na nasema ukweli kabisa, Mungu ni shahidi, sijawahi kumuhisi kwamba ana mwanamke. Na mara nyingi yeye akiongea na simu waga anaweka loudspeaker. Na pia kitu kingine, simu zake sio simu ambazo ameziweka mapin. Yani wewe unachukua simu, mimi akirudi nachukua simu, naanza kuangalia. Sasa unajua huyu ni mwanaume ambaye anajiweza kiuchumi. Na ni mwanaume mwenye moyo mzuri. Mimi nimemjua hivyo mapema sana. Na vile anapenda pombe, kwa hiyo naona wanawake wengi waga wanataka kusogea wakiamini kwamba anaweza kawapa pesa. I don't know, labda aga anawasaidia au vipi. Kwa kuna baadhi ya message waga nakutana nazo. Hizo message ninazokutana nazo mimi zinaonyesha, unakuta msichana anampigia sana simu, hapokea. Naambia mbona upokee simu yangu? Ungepokea jamani. Unakuta msichana anamlalamikia. Na huyu ndo tabia yake. Hata mimi kabla hatujaanza mahusiano, huyu ni mzito kupokea simu au ni mzito kuanza ukaribu na mtu. Mwingine anasema asante, nimepata ile hela, nashukuru sana, imenisaidia mtoto, nimempeleka shule, Mungu akubariki sana, nakutana na message. Lakini ile ya kusema kuna mwanamke wana communicate kama wana date, sioni. Lakini ni mlevi. Hivi kuna mtu unanielewa kudili na mwanaume mlevi? Muda wote ananuka mdomo, mapombe, usafi pia wa kuoga unakuwa hafifu, mtu anakuwa yuko rafu jamani. Unajitahidi kumfulia nguo, unajitahidi kumpasia nguo akiwa anatoka, we smart, utakuta alikoenda kule kasahau tai, huku alikoenda koti sijui liko wapi, dereva naye sijui alisahau kulibeba. Yani ni tough run. Mimi nikaona huo ni mzigo mzito, siwezi kuubeba. Yani nikazidi kugombana naye na kumwambia lazima ubadilike. Na kadri nilivyoendelea kumwambia ubadilike, ndo ugomvi ulizidi kuwa mkubwa sana ndani ya nyumba. Lakini narejea tena, yote juu ya yote ni baba mzuri kwa watoto. Pamoja na ulevi aliokuwa nao, lakini ni baba mzuri sana kwa watoto. Naamini kila mama anatamani kuona watoto wake wana mavazi, watoto wake wana chakula, watoto wanaenda shule vizuri. Naamini ndio kiu ya mama yoyote. Kiona watoto wanarudishwa nyumbani, ada imekosekana, inaanza kumpa mama stress. Chakula nyumbani kimekosekana, mama anapata stress. Kwa mimi kwenye hilo eneo sikuwa na stress yoyote, kwa sababu huyu baba anakava kila kitu. Ni mwanaume ambaye haulizagi pesa yangu niliyopata inafanya nini. Yani yeye anafanya majukumu yake. Hapo umekutana naye ana akili timamu, hajalewa. Kutana naye akilewa, yani ni mjinga mmoja ana akili. Kazi yake ni kuongea kwa sauti kubwa. Nahisi kukereka, nasema jamani huyu mwanaume jamani, yani natamani ni mshape awe vile ninavyotaka.
yani awe na utulivu, mwanaume asiongee kwa sauti kubwa, yani mnaweza mkaenda sehemu mmekaa, yani anaongea na mtu kama mtu yuko kule ng'ambo, wa mudomo, ananiita jina langu, tadhani mimi niko kule mbali. Naambia ongea taratibu. Ananiambia nakuboa nakuboa, namwambia sio unaniboa, unaongea na mimi niko hapa, kwa nini unaniita kwa nguvu? Kuna siku ananiambia mbona unapenda sana kunikosoa, yani kila kitu mimi nakosea. Kuna muda mwingine hata hivi vitu ambavyo najitahidi kubadilika, hebu basi uvione basi. Mimi namwambia embo, naomba uache pombe jamani, yani naomba uache pombe, tuishi maisha ya amani jamani. Mimi hilo ndio lilikuwa ombi langu, mwanaume aache pombe na turejee tuishi maisha ya furaha. Na kimwambia pombe haitakupeleka popote, pombe itakuletea matatizo, siku utafukuzwa kazi kwa makosa ambayo utayafanya ukiwa akili zako zina kilevi. Umeshaambiwa na daktari upunguze pombe, unasumbuliwa na asidi tumboni, lakini wewe hujali afya yako, kila siku ni mapombe. Unaniahidi leo hutakunywa, unarudi uko hoi kabisa. Ni nini lakini? Sasa ninakwambia nimeshalalamika sana. Unajua mtoto wetu huyu mdogo alifikisha miaka 6. Sasa mimi naendesha gari kubwa kabisa, yani naendesha magari makubwa, unazungumza yale makubwa. Yani maisha mimi yamechange, biashara imebadilika, yani mimi ni rich auntie, yani na vijisenti si haba mwenzangu. Ingia kwenye ajira, nimejiajiri mwenyewe na mume wangu amenisupport kwa namna moja ama nyingine, yani maisha yangu yamebadilika. Maisha yangu yamebadilika sana. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Asia. Yes, Asia anasema basi na yakumbuka haya katika safari yangu ya maisha. Ndio. Asia anasema katika kufanya kazi, unajua sasa hivi mimi nimekuwa na connection kubwa sana. Nakutana na watu tofauti. Nakumbuka katika kufanya kazi kuna mtu mmoja nilifanya naye kazi vizuri sana katika project zangu hizi. Alipenda. Akaniambia nitakuunganisha na mtu na yeye atakuwa na kazi, kwa nitakuunganisha naye. Nimependa sana huduma yako. Nikamwambia asante. Tumekaa siku, akanitumia message. Akaniambia mcheke namba hiyo hapo. Wewe mwambie tu namba kanipa fulani, ameniambia una issue. Huyu mtu ni mtu ambaye yuko busy sana, ni mtu mmoja mwenye nafasi yake huko za maisha. Kwa hiyo usipompigia anaweza sizingatia, anaweza akashawishiwa na mtu mwingine. Mimi nimeshapigia debe, kwa hiyo wewe mcheki. Sawa, na mimi na customer care nzuri sana. Na hapo nilishafuata ushauri ambao mume wangu alinipa. Nilipata nafasi ya kupita kwenye kozi ambayo ni brush kidogo, na ikanisaidia sana katika shughuli zangu nafanya, zimenifanya nimekuwa bora sana. Kwa hiyo nilimpigia simu. Ndio, nikampigia simu mimi na nilisikia sauti nzito sana. Yani hello, nikasikia sauti yani imeshiba, yani hello, sauti ya kiume yani imeshiba. Basi nikajitambulisha pale, natoka kampuni fulani, nafanya hivi, nimepewa namba fulani. Akasema niliambiwa sawa kweli, tarehe fulani tuna hivi. So gharama zako zipoje na nini, na mimi moja kwa moja nikaanza kujieleza pale. Nikajieleza, akasema sawa, na mtu ndakupa ambaye anasimamia kila kitu. Asante sana, nategemea huduma nzuri, nategemea hautaniangusha. Nikasema kabisa. Akasema amenieleza, lakini sitaki makosa yatokee kwangu hata kwa bahati mbaya. Nikamwambia bila shaka, asante sana. Kwa hiyo tukamaliza mazungumzo hayo, na kweli mimi nikaanza kufanya maandalizi kwa ajili ya hiyo kazi kwa ukubwa, kwa ubora kabisa, na nikawa niko very busy, na kule tulifanikiwa kwa ukubwa sana kufanya hii kazi, tena kwa uaminifu na katika ubora na viwango ambavyo walitamani kuona. Sasa tulikutana na huyo mtu ambaye tulikuwa tukizungumza naye, ambaye ndo alinipa hiyo tenda. Acha yule aliyeniunganisha, yani mwenye shughuli mwenyewe. Akaniambia nimependa sana. I think tunaweza tukawa tunafanya hizi kazi nikiwa na issue tutakuwa tunafanya. Nikamwambia nashukuru sana. Akaniambia nimependa. Nikamwambia asante. Akasema ofisi zako ndo ziko wapi? Maana unajua mimi nimekuwa naagiza tu. Nikamwambia. Akasema okay, vizuri sana, nimependa sana. So
asante. Hivyo tukamalizana hivyo. Nimekaa kama wiki, yule mtu alinicheki, yani huyo mteja alinicheki, akaniambia, kwa hiyo unakuwa busy hadi weekend? Nakumbuka ilikuwa ni weekend. Nikamwambia no, inategemea. Akaniambia kuna sehemu nimekaa hapa, nikakumbuka namna ambavyo na customer care nzuri. Nikasema jamani, huyu mrembo yuko wapi? Hata nimpigie tu nisikie sauti yake. Unatumia kilevi? Nikamwambia hapana. Akasema yani siku hizi ni nadra kukutana na mwanamke atumie kilevi. Nikamwambia kwa nini? Akasema wanawake wengi siku hizi walevi. Nikamwambia hapana, mimi situmii kabisa. Akasema siamini mimi. Siamini. Nikamwambia kwa nini? Akasema na story ndefu sana kuhusu wanawake na pombe. Yani na story ndefu ambayo imegharimu sana maisha yangu. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema na ka story kangu tu kana nisumbuka kichwani mwangu. Wewe kwa hiyo hunywi kabisa? Hebu niambie, uliwahi kunywa ukaacha au hunywi kabisa? Nikamwambia sijawahi kunywa. Sijawahi kushawishika kunywa. Yani sijui nikwambie, lakini sijawahi kunywa na sijawahi kufikiria kama kuna siku mimi nitakunywa. Haitakuja kutokea. Akasema hata viwine? Nikamwambia sinywi chochote. Akasema mimi nakwambia wanawake siku hizi wanakunywa pombe. Yani unashangaa mwanamke anakunywa pombe mpaka unaogopa. Lakini kitu kingine, wanawake siku hizi mpaka wanavuta bangi. Yani wanawake wanavuta bangi, unashangaa una mwanamke na anavuta bangi. Unajiuliza inawezekanaje na mwanamke anavuta bangi, lakini anavuta bangi, ana washikaji zake, anaenda kwenda kufuata huko bangi au anamletea. Yani kitu cha ajabu sana. Sio dunia hii imekuwaje wanawake siku hizi? Nikamwambia inategemea. Kwa hiyo akaniambia kwa hiyo ni unakunywa tu soda? Nikamwambia napenda soda kidogo, lakini maji, juice, mara nyingi napenda kutumia juice. Akaniambia bila shaka umeolewa, maana nilikuona una pete. Nikamwambia haya, muda wangu umekwisha, nikushukuru sana. Leo muda umekwisha, hata sikujua. Asante. Sawa. Okay. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kunipa nafasi. Kuna mtu kanishtua. Unajua umenishtua sana. Umenishtua. Kwa nini?